Are those ears open? Masikio yako yamefunguliwa? Yako wazi? Are those ears open? Lakini pia kila kitu kiko wazi. You have to have a receptive heart to receive from the Lord. Je, moyo wako uko tayari kumpokea Bwana? So we open our hearts now to your Holy Spirit. Tunafungua mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu. To come and speak to us. Kuja azungumze na sisi. Amina. Let's start reading in the word. Acha tulisome neno. Let's go to Ephesians 2. Tunaanza na ile wa Efeso 2. Ephesians. We're going to go to Ephesians 2. Efeso sura ya 2. Are you ready? Tupo tayari eh? Sorry, I'm not ready yet. Okay, Ephesians. Let's read from verse 5. Efeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 5. Will you read for us please, Koku? Ephesians 2 from verse 5 to 6. Tanzia mstari wa 5 nitasoma. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. When did Jesus Christ make you alive to him? Pale Yesu Kristo alipokufanya kuishi ndani yake, did he not make you alive to him when you were in your sin? Hakutaka uweze kuishi namna ulivyokuwa mdhambi, katika dhambi. He didn't wait for you to be a good person. Hakutaka tu uweze kuwa mtu mwema. He came and he made you alive in him while you were yet in your sin. Alitaka uishi ndani yake ukiwa vizuri hata kama ulipokuwa mdhambi. It says in the word in Romans that while we were sinners, Biblia inasema ya kwamba vile tulivyokuwa dhambi, he died for us. Akafa kwa ajili yetu. So when we read Ephesians 2 verse 5, who made you alive? Ukisoma hili neno wa Efeso 2 sura ya 5 unaona kwamba ni nani aliyekufanya kuwa mzima? Come on, who made you alive? Ni nani aliyekufanya uwe kuwa mzima? Was it not Jesus? Ni nani jamani aliyetufanya kuwa hai? Was it? Ni Yesu, si ndio? Okay. We need to participate. Okay. We're not here to sit and just look. We're here to receive. We're here to participate. Hatupo hapa kutizama tu, lakini tuko hapa kwa ajili ya kupokea. So let's try again. Kwa hiyo turudie tena. Who made you alive? Ni nani alikufanya wewe kuishi? When you were Jesus, while you were yet in your sin. Pale ulipokuwa umepotea kwenye dhambi. Amina. Amen. Then who raised you up with him? Na nani aliyekupandisha aliyekuinua ndani yake? Yes. So he made you alive in him and he raised you up. Alikufanya uweze kuishi ndani yake, lakini pia akakuinua. He put you in heavenly places. Akakuweka katika kule eneo la mbingu. He seated you at the right hand with God, with the Lord Jesus Christ. Akakuweka katika mkono wa kuume wa Yesu Kristo. It is not a work of man. Sio kazi ya mwanadamu. It is a work of God and his Spirit. Lakini ni kazi ya Mungu na Roho wake. That was accomplished for us in the Lord Jesus Christ. Ambaye alikamilisha katika Bwana Yesu Kristo. Amina. Amen. There is nothing that says that I made myself alive, I raised myself up. Hakuna pahali panaposema ya kwamba sisi wenyewe ndio tulijitengeneza kuishi ama sisi wenyewe ndio tulijipandisha. Hakuna pahali panaposema hivyo. It says in the word that even our good works are stinking before the Lord. They're like filthy rags. Yani hata kutizama kufikiri kwetu kule kabla ya Kristo. So God in his great love, kwa hiyo Mungu ana upendo mkubwa, while I was a bit stinky, hata vile unavyofikiri, he came and he made me alive in him. Akaja akakufanya kuishi ndani yake. And because of his great love, na kwa sababu ya upendo wake mkubwa, he didn't just make me alive, born again, hakunifanya tu niweze kuishi kama kuzaliwa tu mara ya pili, and leave me there, lakini pia akaniacha hapo, but he raised me up, lakini aliniinua, and he seated me in heavenly places with him, na kanikalisha pale katika sehemu ya mbingu karibu naye, so that
that relationship can be restored. ili sasa ule uhusiano ama ushirika uweze kurejeshwa. You know that Jesus in John 1, Kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza, it speaks about the fact that Jesus is in the bosom of the Father. Jesus is in the bosom of the Father. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza kinasema ya kwamba Yesu yuko ndani ya Mungu. And then later on we see that the disciple John at the table, he's lying with his head. Na tunaweza kuona hata Yohana ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu alikuwa amelala kifuani kwake. On the bosom of Jesus. Kwenye kifua cha Yesu. I don't think it's a coincidence that he mentions in John 1. Sio kwamba ni vile ambavyo vimeandikwa katika Yohana wa kwanza. That Jesus is in the bosom of the Father. Yesu ambaye alikuwa ndani ya Baba. And then later on he imitates that. Lakini baada ya hapo, and he lies with his head on the bosom of Jesus. Na kama kilaza kichwa chake kwenye kifua cha Yesu. It speaks about intimacy. Inazungumza kwa habari ya namna intimacy. Jesus says, I am the way, the truth and the life. Yesu anasema ya kwamba yeye ni njia, ni kweli na uzima. So in any area of our life, if we need the way to go, kwa hiyo katika namna yote ile ya maisha yetu, kama tunahitaji njia kuendea, because God does not want us to conform to the world. He doesn't want us to think like the world. Kwa sababu Mungu yeye hataki tuwaze kama ulimwengu wazavyo. He doesn't want us to follow the ways of the world. Hataki tufuate vile ulimwengu ufuatavyo. But he wants us to follow his way. Lakini yeye anataka tuifuate njia yake. So Jesus Christ says, I am the way. Sasa Yesu Kristo anasema ya kwamba yeye ndiye njia. There is no other way. Hapana njia nyingine. But not only am I the way, lakini sio njia tu pekee, but as I am the way, I will lead you to the truth. Lakini mimi ni njia nitakayokuongoza katika ile kweli. And the truth is in my word. Na hiyo kweli ipo katika neno langu. And my spirit is truth. Na roho yangu ndiyo kweli. And my spirit that I've given you, na roho yangu niliyokupatia wewe, will lead you into all the truth. Itakwenda kukuongoza katika kweli yote. But why? Lakini kwa namna gani? Just so that you could have knowledge of the truth? Sasa unatakiwa kupata yale maarifa ya kweli. Just so that you can know about spiritual things? Kufahamu vile vitu vya kiroho. No, so that you can get to the life, ili uweze kupata uzima, which is the very presence of God, ambayo ndiyo muhimu kwa Yesu, kwa Mungu. John 17:3. Yohana sura 17 mstari wa 3. Jesus Christ says, Yesu Kristo anasema, this is eternal life. Anasema ya kwamba huu ndio uzima wa milele. And he gives us a definition and an explanation of what eternal life is. Na kama ametupatia mwongozo ama maana ya huo uzima wa milele upoje. And he says this life that I'm talking about. Akasema ya kwamba huu uzima ninaozungumzia, when I say I'm the way, the truth and the life, ninaposema ya kwamba mimi ni njia, kweli na uzima, is to know God. Maana yake ni kumfahamu Mungu. And the one that he sent. Na yule aliyemtuma ambaye ni Yesu Kristo. So the whole purpose, kwa hiyo kusudi lile zima, is for you to know God, know Jesus, know the Holy Spirit intimately. Ilikuwa ni kwa ajili ya mimi na wewe kumfahamu Yesu, kumfahamu Mungu. Amina. Amina. Okay, let's go now to Titus 3. Twende kwenye Tito sura ya 2. Titus 3. Tito 3. Tito. Ndio. Titus 3 from verse 3. Tito 3 mstari wa 3. And I want you to read from verse 3 to verse 8. Kuanzia mstari wa 3 mpaka mstari wa 8. Tumefika Biblia inasema ya kwamba maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa mwanadamu alipotufunulia, alituokoa, si kwa sababu ya matendo na haki tulioitenda sisi, bali kwa neema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya kwa Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake, tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele, hata ilivyo tumaini letu. Ni neno la kuaminiwa
na mambo haya nataka uyanene kwa nguvu, ili wale walioamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Haya ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu. Amina. Amen. So we see that because of the goodness and the loving kindness of God, kwa sababu tunaona kwa yule wema na ule uzuri wa Mungu, He saved us. Anasema ya kwamba not because of anything that we have done right, sio kwa sababu ya vile vitu ambavyo mlivifanya, but because of His own love and His own pity towards us. Lakini ni kwa sababu ya lile pendo lake tu mwenyewe. And He cleansed us by the new birth. Na akavifanya vyote hivyo kwako. And He regenerated us by the Holy Spirit. Na kama tufanya wote katika Roho Mtakatifu. Through Jesus Christ. Kupitia Yesu Kristo. And it says there that we must hold fast to these things. Na anasema vyote tunatakiwa wote kuwa katika hivyo vitu. We must always keep these things in mind. Lazima hivi vitu wakati wote tuviweke katika fahamu zetu. Because not only is it good and profitable for us, kwa sababu sio kwamba ni kwa ajili yetu tu, but it is good and profitable for all people. Lakini pia ni kwa ajili ya watu wote. So we need to understand. Kwa hiyo tunatakiwa kufahamu ama kutambua the message of the gospel. Ule ujumbe wa Injili. It's not about just being born again. Sio kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili tu, but it's about growing in the Lord Jesus Christ. Lakini ni katika kukua ndani ya Yesu Kristo. By the help of the Holy Spirit. Kupitia msaada wa Roho Mtakatifu. It is only by the Holy Spirit that we can grow up. Ni kupitia tu msaada wa Roho Mtakatifu ndivyo tunavyoweza kukua. Amina. Amen. I want you to go to Galatians. Sorry, before we go to Galatians, let's go to Colossians. Kabla tujaenda Galatia, twende kitabu cha Wakolosai. Okay. Philippians, Colossians. Colossians 1. Kolosai sura ya kwanza. Let's read from verse 1 to 3. Tuanzie mstari wa kwanza mpaka wa 3. You can start. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa ndugu watakatifu waaminifu katika Kristo walioko Kolosai. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Tumshukuru Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, sifa zote tukimwombea. 1 to 3. 1 to 3. Okay. Was it Colossians 3 that you read? Yes, 3. 3. Colossians 3. 3:1. Oh, 1:3. Sorry. Sorry, 3:1. Kolosai sura ya 3. Pole, Colossians 3:1. Kolosai sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3 nitarudia kumradhi. Wakolosai sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3, Biblia inasema ya kwamba basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu ya Kristo, aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Okay, it says if you have been raised with Christ. Nasema ya kwamba kama umeinuliwa na Kristo, if you have been raised. Kama uko juu ya Kristo, umefufuliwa na Kristo. We saw in Ephesians 2 that you were raised. Tunaona ya kwamba hata pale kwenye kitabu cha Filipo sura ya 2 imesema hivyo. So are you raised with the Lord Jesus Christ? Kwa hiyo tayari tumekwisha kuinuliwa pamoja na Yesu Kristo. Are you raised with the Lord Jesus Christ? Tumeinuliwa na Yesu Kristo. Ndio. Watu hapa wameinuliwa na Paulo. Are you raised